Moja ya usiku ambao hauji kusaurika kwa mashabiki wa FC Barcelona ulikuwa ni ule usiku wa Aprili 10 mwaka 2018. Anga la jiji la Roma lilikuwa na harufu ya ujasiri, matumaini hafifu yaliyojificha kwenye kuta za uwanja wa Stadio Olimpico. Mashabiki wa AC Roma walimiminika uwanjani huku mioyo yao ikidunda kwa kasi, si kwa sababu waliamini miujiza, bali kwa sababu walitaka kushuhudia timu yao ikifika kishujaa mbele ya Mungu wa soka Lionel Messi na jeshi lake la Barcelona ambalo lilikuwa limeshinda bao 4-1 kwenye mchezo wa kwanza. Barcelona waliingia uwanjani kwa madaha, wakitembea kama wafalme walioshika dunia mkononi kwao. Mchezo ule ulikuwa ni taratibu tu za kisheria kabla ya kutinga nusu fainali. Hakuna aliyeamini kuwa bao 3 za Roma zingeweza kuwafuta kwenye lamani, hasa ikizingatiwa kuwa Barcelona ya msimu ule ilikuwa na ukuta wa chuma, safu ya ushambuliaji iliyokuwa ikitembelea hewa ya utukufu. Dakika ya 6 tu mshindo wa kwanza ulitingisha ardhi ya Italia. Edin Dzeko, yule mnara wa Bosnia, alipokea pasi ndefu ya ufundi na kuutandika mpira nyavuni huku akimzidi ujanja Samuel Umtiti. Uwanja ulilipuka kwa kelele za radi na ghafla lile tumaini lilokuwa hafifu lilianza kuwaka moto wa nyika. Barcelona walitazamana kwa mshangao, lakini bado wakajiamini kuwa ni upepo tu utakaopita. Kipindi cha pili kilianza huku Roma wakicheza kama watu waliokunywa maji ya bendera. Walikimbia kila sehemu, waligombea kila mpira kana kwamba maisha yao yanategemea dakika 45. Presha ilizidi kuwa kubwa na katika dakika ya 58 Gerard Pique alijikuta amevuta Dzeko ndani ya eneo la hatari. Mwamuzi hakusita, alinyoosha kidole kwenye nukta nyeupe ya penati. Daniel Di Loso, nahodha na mtoto wa nyumbani Roma, alisimama mbele ya mpira huku macho yake yakionyesha kiu ya kisasi. Aliuachia mkwaju uliokwenda moja kwa moja wavuni na Stadio Olimpico ikageuka kuwa tanuli la moto. Matokeo yalikuwa 2-0. Sasa Roma walihitaji bao moja tu la kihistoria ili kupindua meza. Barcelona kwa mara ya kwanza walianza kutetema, ufalme wao ulikuwa unavuja maji. Lionel Messi, ambaye kawaida hugeuza giza kuwa nuru, usiku huo ulionekana kama mgeni kwenye sherehe asiyoijua. Alizungukwa na kuta za Roma kila alipogusa mpira na uchawi wake ulionekana kufifia mbele ya mamia ya Italia iliyokuwa ikipigana kwa heshima ya mji wao. Kila sekunde iliyopita ilikuwa kama msumali wa moto kwenye nyayo za wachezaji wa Barcelona. Dakika ya 82 itabaki kuwa dakika ya kutisha katika historia ya kisasa ya Barcelona. Kostas Manolas, beki wa Ugiriki ambaye hakuwa na mazoea ya kufunga, aliluka kama tai kwenye kona iliyochongwa na Cengiz Under. Kwa kichwa cha ufundi aliugusa mpira uliokwenda kuibusu nyavu ya upande wa pili wa kipa Marc-Andre ter Stegen. Dunia ilisimama kwa sekunde kadhaa. Mtoa maelezo maarufu Peter Drull alipaza sauti iliyounguruma ulimwenguni kote: Roma imefufuka kutoka kwenye majivu, Mungu wa Ugiriki. Huku Roma ni sauti iliyopamba uhalisia wa muujiza ule. Manolas alikimbia kuelekea benchi la akiba huku akilia machozi ya furaha, huku wachezaji wa Barcelona wakibaki wamesimama kama sanamu, wasiamini kilichotokea. Dakika 8 za mwisho zilikuwa za mateso makali. Barcelona walijaribu kushambulia kwa nguvu zao zote, wakitafuta bao moja tu la kuokoa jahazi, lakini ukuta wa AC Roma ulikuwa umeshaapa kutovunjika. Kila mpira uliopigwa kuelekea lango la Roma uliokolewa kwa roho na mwili. Mapigo ya moyo ya mashabiki wa soka duniani kote yalikuwa juu, yakishuhudia mmoja wa majitu makubwa akizama baharini. Filimbi ya mwisho ilipopulizwa, huzuni ya kutisha
ilitanda kambi ya Barcelona, huku Roma ikisherekea kama wameshinda ubingwa wa dunia. Ilikuwa ni zaidi ya mpira, ilikuwa ni fundisho kuwa kwenye soka kiburi huja kabla ya anguko, kwamba hakuna mlima mrefu ambao haupandiki. Usiku ule wa Aprili 10 utabaki kuwa kovu la kudumu mioyoni mwa kila mwanashabiki wa Barcelona, na ule usiku wa Aprili 10 utabaki kuwa ni usiku wa kumbukumbu njema kwa shabiki wa AC Roma. Mimi ni Gerald Isaac Majaliwa nilokuandalia story hii, ikiwa ni kumbukizi ya Aprili 10 ya mwaka 2018 UEFA Champions League.